Kama mnafahamu, tukio hili lilikuwa ni mkutano mkubwa wa taasisi zinazoshughulika na kufanya tunasema assessment au kusimamia mitihani au utahini wa wanafunzi wetu. Na hii ni kwa bara la Afrika. Na theme ya mkutano huu ilikuwa inahusu matumizi ya mnaita akili unde. Kuna akili unde na member, sijui sahihi kubwa ni lipi, lakini ni akili unde au artificial intelligence. Kwa hiyo kubwa tulikuwa tunaangalia sana namna gani kwenye ulimwengu wa artificial intelligence then tunaweza kutumia hiyo artificial intelligence au akili unde kwenye kufanya utahini wa wanafunzi. Kwa hiyo ambacho nimekisitiza ni kwamba ukizungumzia akili unde ina upana mkubwa sana. Kwa hiyo ili ukamilike inawezekana kuna mbinu au nyenzo mbalimbali au miundombinu inatakiwa. Kwa hiyo ukiangalia kila nchi inaweza ikawa na umahiri kwenye eneo fulani. Kwa hiyo ili kuhakikisha tunaweka nguvu za pamoja badala ya nchi moja kujiumiza kuconcentrate kwenye nguvu nyingine, kwa vile ni shirikisho la hawa watahini. Kwa hiyo ambacho inawezekana Tanzania labda wakawa na umahiri kwenye eneo fulani, wakadili na eneo hilo kuliboresha, alafu nchi nyingine wakaja na interventions nyingine, ili tukaanza kushare sasa hizo nchi zote baada ya kutumia muda kwenye ile value chain yote ukawa unafanya assessment kwenye aina mbalimbali, then tutumie na wadau wengine. Hilo ni eneo moja. Lakini eneo la pili ni kwamba hatujaja kwenye wakati wa akili unde ili kuondoa binadamu. Kwa hiyo msitizo ni kwamba binadamu ataendelea kutumika. Kwa hiyo tutatumia akili unde katika namna ambayo inaboresha assessment yetu, lakini sio kuondoa binadamu asiwepo, kwa sababu ukizungumzia binadamu kuna mambo mengi yanahusiana na ubinadamu kwenye judgment. Kwa hiyo ni kuasisitiza kwamba tutaendelea kutumia human element, lakini kwenye ulimwengu wa akili unde. Lakini pamoja na hilo kwamba pamoja tunasema tutatumia akili binadamu, lakini mnafahamu mazingira hayafanani. Inawezekana ukaja na matumizi ya akili unde kwa kiasi kikubwa, lakini kuna baadhi ya maeneo hatujafikia kwa kiwango hicho. Kwa hiyo tusifike sehemu kwamba kuna wengine wanakuwa wanafanywa utahini kwa kutumia akili unde kwa sababu mazingira yanaruhusu, lakini eneo lingine mazingira yanaruhusu. Kwa hiyo eneo lingine pia inaonyesha kwamba tunakwenda kwenye akili unde, lakini tunakwenda tukiwa inclusive, kwa maana hatumwachi mtu nyuma kwa sababu tu ya hali yake. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tumeweza kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye akili unde, lakini tuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa ni sehemu na hatumwachi mtu nyuma. Kama Mheshimiwa Rais amekuwa akisema siku zote kwamba elimu sasa hivi ni elimu ambayo haimwachi mtu nyuma. Kwa hiyo kwa mazingira ya kila mtu, awe ni mlemavu, awe na mahitaji maalum, lakini naye kwenye akili unde hii naye afikiriwe kwenye assessment. Hiyo ndio kubwa.